Nimeangalia movie ya Captain America Brave New World na nikajua ya kwamba washikaji zangu kuna vitu ambavyo vitakuwa vimewachanganya, kwa sababu ili kuweza kuelewa vizuri hii movie kuna movie 3 ambazo unatakiwa kuzikumbuka vizuri. Kwanza ni Hulk ya mwaka 2013, lakini pia X-Men, tena sana ile original Wolverine. Kama umeielewa vizuri hii movie utaielewa, na uelewe vizuri movie ya Eternals. Ukielewa basi utakuwa umeelewa vizuri sana. Sasa karibu sana, mimi naitwa Snash, mtu pekee ambaye nakwambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema movies in Swahili. Cha kwanza ambacho kipo katika Captain America Brave New World ni kwamba serikali ya Marekani iligundua madini yenye nguvu zaidi kulinganisha na vibranium. Tumeangalia movie za Marvel, tumeona kwamba vibranium ni madini ambayo yanaonekana yana nguvu zaidi na yanapatikana Wakanda kule, lakini sasa kuna adamantium, madini mengine ambayo yana nguvu zaidi kulinganisha na vibranium. Na haya adamantium yanapatikana vipi? Ndio bana nikasema huo umeelewa movie ya Eternals. Kuna wale viumbe wanaitwa Celestials. Celestials ikitokea wamekufa, wakikauka, miili yao ndio inatengeneza adamantium ambayo ni madini yenye nguvu sana. Na kwa nini nimesema ukumbuke X-Men? Kwa sababu haya madini ndio madini ambayo ametengenezewa X-Men kupata vile visu ambavyo vinatoka katika mwili wake, ndio yale madini yalotumika ni adamantium, na ni madini ambayo yana nguvu sana na yanapatikana kwa wingi Japani. Ila sasa katika movie ya Captain America Brave New World kunaonekana kuna mtu ambaye ameiba sample, na hii sample anataka kuiuza. Kwa hiyo anatumwa Captain America na timu nyingine kwenda kuhakikisha kwamba wanaokoa ile sample na kuirudisha Marekani. Baada ya kuwa tayari wamefanikiwa, sasa rais wa Marekani ambaye ni Thaddeus Ross. Sasa Ross ni nani? Ukirudi katika movie ya Hulk 2003, General ambaye alikuwa ni General ambaye tutasema Thunderbolt, inaitwa Thaddeus Ross, ndo amekuwa rais wa Marekani, na ni mtu ambaye alipigana sana na Hulk katika ile movie ya 2003 pale kuhakikisha kwamba wanapambana na Hulk kipindi hiko. Ila kuna vitu ambavyo huwezi kuelewa kwa sababu hii character mwanzo ilichezwa na actor Sam Elliott, lakini baadaye akaja akapewa Harrison Ford ambaye ndo anaonekana sasa hivi. Sasa yeye ndo rais wa Marekani, anaita mkutano pale na watu wa nchi zingine, viongozi waje kwa ajili ya kuongea kuhusiana na adamantium, awaambie ukweli ni kitu gani ambacho wamekigundua, na ni madini ambayo yanapatikana kwa wingi zaidi Japani. Ila sasa katika ule mkutano Sam akapewa mwaliko, na baada ya kupewa mwaliko akamwambia na mshikaji wake Isa ambaye huyu ni super soldier alionekana katika movie ya Falcon and Winter Soldier. Baada ya kumwambia mwaliko kufika White House pale, wakati wamekaa, Sam akatambulishwa kama ni mtu ambaye aliyeokoa kutoka kwa yule mtu ambaye ameiba. Lakini wakati wanaendelea akaamka Isa kama vile alipoteza conscious ya kujielewa na kuchukua bastola kutaka kumuua rais pale. Akakimbizwa sana, baada ya kukimbizwa kamatwa akapelekwa gerezani. Lakini kitu ambacho aligundua Sam, Isa ile haikuwa yeye, haikuwa ni yeye ambaye ameplan vile. Kuna kitu ambacho kipo behind. Sasa kitu gani ambacho kipo behind? Kuna mtu anaitwa Stan. Huyu alikuwa ni rafiki mkubwa sana wa Ross kipindi hiko. Baada ya kuwa wamepambana sana na Hulk, huyu ni mshikaji ambaye ni mwana science, kitu ambacho kilitokea, sample blood ya Hulk ikamuingia huyu Stan. Baada ya kumuingia hakubadilika kuwa Hulk, ila alipata akili za Bruce Banner, na wakati huo pia Ross yeye kabadilika kawa ni Red Hulk, lakini ilikuwa ni siri sana. Na kwa sababu Stan alikuwa ni mshikaji wake na ni mtu ambaye ana akili, akamtengenezea dawa ama pills ambazo alikuwa anakunywa ili kuhakikisha kwamba hawezi kubadilika. Kwa hiyo watu ile siri walikuwa hawajui, anaijua peke yake mshikaji wake huyu Stan. Baadaye akamwambia kwamba nisaidie mimi kupambana kwa akili zako ili niweze kupata uraisi. Kwa mshikaji akamsaidia, akapambana, akapata uraisi. Akamwambia nikipata uraisi nitakuachia uwe huru. Baada ya kuwa amepata uraisi, mshikaji wala kumwachia, wakamfungia katika kempu moja ambayo inaitwa Camp Echo, ambayo huko mshikaji akafungiwa. Sasa mshikaji amechoka pale, anataka kurudi katika maisha yake ya kawaida, anataka kupambana awe huru, lakini anataka kumwaibisha Ross kwa sababu alimdanganya na hajamtoa kule. Lakini sasa mshikaji kitu ambacho anafanya, anatumia njia ambayo sio nzuri na hana hasira sana. Kwa hiyo hata kile kitendo ambacho Isa alifanya wala haikuwa Isa, yeye mshikaji alitumia njia kuweza kumcontrol, kwa sababu hawa super soldier kuna vitu ambavyo ukifanya unawacontrol. Kwa hiyo mshikaji aligundua device ya kuweza kumcontrol mtu yoyote yule. Lakini kwa kitendo kile ambacho kimetokea, tayari Ross alishajua nani ambaye anahusika katika huu mchongo mzima, japo Isa alichukuliwa na kupelekwa gerezani. Baada ya hilo tukio kutokea, ikabidi Sam atafute ukweli kujua ni kitu gani ambacho kimetokea mpaka mshikaji wake Isa amepelekwa gerezani. Baada ya kuchimba sana akagundua sasa kuna mtu anaitwa Stan ambaye ndio anahusika. Baadaye Stan baada ya kutafuta njia zote za kumwaibisha Ross, kwa sababu alijua Ross ukimjaza upepo anabadilika na kuwa Red Hulk, kitu ambacho asingeweza kukubali kwa sababu yeye ni rais wa Marekani. Baadaye akafanikiwa katika mkutano fulani hivi, akamjaza upepo, mshikaji akabadilika. Sam akaenda akapigana sana na Red Hulk, kitu ambacho hakuweza kufaulu, waliweza tu kumzuru, japo mshikaji mwenyewe akakubali kurudi chini na akachukuliwa akafungwa gerezani na sio tena rais wa Marekani. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo story ilivyo kuhusiana na Captain America Brave New World. Baadaye sasa, lakini kitu kimoja hapo ambacho Ross alimwambia Sam, alimwambia anahitaji urudishe Avenger, kwa sababu Avenger ilivunjika baada ya Sokovia Accords. Sokovia Accords ni nini? Ukiangalia katika movie ya Civil War ilitoka tamko kwamba kitu ambacho kinatakiwa wale Avengers wawe chini ya serikali na wawe wanafuata sheria za serikali, yaani wawe chini yao. Wakavunjika pale, kuna baadhi walikubali, kuna wengine hawakukubali, na Sokovia Accords ililetwa na huyu Thaddeus Ross kipindi hiko ambacho sio rais wa Marekani. Sasa baada ya kuambiwa vile, Sam akamwambia sasa president, wewe ndio mtu ambaye ulikataa, ilikuwaje sasa unataka Avengers warudi tena? Sijui itakuwaje, lakini Sam ameshakuwa na wazo la kutoka kurudisha Avengers, kwa maana yake kwamba Avengers watarudi
sijui, na hao ambao wanakuja ni wakina nani sijui. Tusubiri pale ambapo movie nyingine itatoka. Nadhani mpaka hapo utakuwa umeelewa. Mimi naitwa Stash, mtumekia ambaye nakwambia kuhusu filamu kwa lugha nyepesi kabisa ya Kiswahili. Hashtag ya nguvu tunasema movies in Swahili. Since when were they red?